Nataka niwe wa kwanza kuambieni pole. Kwa kuwa hizo shida mlizo nazo ni msiba wa kujitakia wenyewe. Tena nataka niwapee tahadhari ninyi pamoja na wenzenu ya kwamba shetani hana msaada wa bure hata mara moja. Na hivi mlivyo, wale watu wenu wako gerezani kwa sababu mliingizwa kwenye maagano ya kishetani. Lakini kwa msaada wa Mungu yote yanawezekana. Sawa, sasa sisi hatuna mambo mengi tumishi. Tunakuomba kama inawezekana utusaidie. Tusaidie tu. Tafadhali. Akili za usiku, akili za usiku, akili za usiku. Jomba, historia yako ni kubwa sana. Mimi kwa sasa nimechanganyikiwa kabisa. Sikujua kwamba jambo dogo namna hii litakuja kuwa kubwa mwishoni. Lakini naomba nikuulize kitu. Yes, niulize. Nataka kujua sasa hivi unafikiria nini? Mimi akili yangu itatulia nikumpata dadangu. Lakini kwa sasa bado nimechanganyikiwa kabisa. No, mimi nataka kukusaidia. Lakini kwanza nataka nijue mawazo yako. Kuna mtumishi tumeongea naye asubuhi na ameahidi kwamba atatusaidia. Maandiko yanasema siku za mwisho kutatokea manabii wa uongo. Vipi kama huyu mtumishi wako ni wale walaghai tu wa kawaida? Huoni kwamba utajiletea shida? Sasa anko, mimi nitafanyaje? Sasa imekuwa kama mfamaji anko. Siachi kutapatapa. Anyway, hiyo swala niachie mimi. Najua kwenye nitalipitisha. Maana mimi siko tayari kukuona unateseka. Okay. Akili za usiku, akili za usiku, akili za usiku, akili za usiku. Nikiwa peke yangu, taa zimenyamaza, kelele za mchana sasa zimepotea. Kichwa kinazunguka, mawazo hayalali, nikikumbuka sauti yako, roho inanong'ona taratibu. Nauliza, hii ni ndoto au kweli? Kila sauti ya upepo inanileta kwako. Akili za usiku hazijui kupumzika, zinakimbia mbali. Sijui kama ni kitu gani kimekupata mke wangu. Umeniachia kipindi kigumu sana sana. Kipindi hiki ni kigumu kwangu, ni kigumu sana. Siwezi kujisaidia kabisa. Lakini pia huyu mtoto anakulilia wewe kila siku kwa sababu alikuzoea. Fanya basi upate nafasi, urudi nyumbani, unielezee kama ni kitu gani kilikupata mke wangu. Mungu wangu, nilindie mke wangu popote alipo, mabaya yasije yakampata, mabaya yasije yakamdhuru.
Sasa leo usiku nafaa kwenda ofisini kufanya tambiko na mkuu, alafu mengine yaendelee. Umenikumbusha, jana nilikutana na Wini. Nilijaribu kumdadisi. Acha nikwambie, hawa watu hawakai wanaweza kutukatalia kujiunga na sisi. Safi sana Roy bwana. Wajua wakifaulu kujiunga wote wawili, itapanda daraja maradufu. Kwa hiyo na kuomba unisaidie kwa hili. Kaka, usiwe na shaka. Wajua tumetoka mbali sana. Kwa hiyo siko tayari kukuona unatatizika na jambo dogo kama hili. Nitafurahi zaidi. Leo nitafanya jitihada zangu. Kabla tambiko, nikutane na Willy na Jay. Ikiwezekana, tuongozane wote kwa mkuu. Basi sawa sawa. Sawa sawa kabisa. Sawa. Akili za usiku, akili za usiku, akili za usiku, akili za usiku. Sasa bro, najua nimechelewa, lakini kama wanavyosema kawio. Unajua umeniacha na maswali sana, kwa sababu yule mtumishi ametutarajia tangia asubuhi mpaka sasa hatujafika. Mwanzo niko na ujumbe. Ujumbe tena nini? Kuna jipu? Wamkumbuka Roy? Roy kama yule classmate. Wow, huyo mwenyewe. Nakwambia Roy alikuja juzi. Amenawiri mzee. Sasa pesa kwake sio shida kabisa. Ni sawa, lakini hayo unayoongea bado hayaniingia, kwa sababu tayari tumechelewa. Mimi nafikiri mambo muhimu kwanza tuende kule kwa yule mtumishi kama design nayo, alafu tukitoka kule tuende kwa Roy. Hiyo ingekuwa bora zaidi. Umeanza mambo yako. Mbona tuelewani ndugu yangu? Sasa mimi nakwambia niko na ujumbe. Wewe ushaanza mambo yako, tuende kwa mtumishi tu. Tunisikize mwanzo. Sasa umeanza. Haitakuwa vizuri kule tulishaongea na mtumishi kwamba twende atatusaidia, alafu sisi leo tukaidi itakuwa si vyema. Sisi kutoka kwa mtumishi tutaenda huko kwa Roy. Mbona unakuwa mimi naona hatutaelewana. Kama ndo kwa mtumishi wewe nenda. Wewe nenda. Sasa wewe ni kitu gani ambacho huelewi hapa? Wewe ndio unielewi. Sasa mimi sikuelewi vipi? Wewe wanishangaza. Mimi nakueleza hivi na wewe unaongea hivi. Sasa mimi nakuletea ujumbe hapa. Kwa hivyo sisi mimi mbona unakosa kunielewa ndugu yangu? Acheki wewe kama unaenda kwa mtumishi na mambo yako ni hayo. Sasa mimi nashangaa. Sababu tukianza kuongea lazima tutaelewana. Sawa basi nenda. Nenda. Vipi? Mbona umekuja peke yako? Kuna nini? Mimi nimejaribu kumrai mwenzangu, lakini amesita kabisa kunielewa. Hata nimekoromeka. Hivi wajua leo ndio siku ya tambiko kuu Kilingeni. Kilingeni tena? Kilingeni ni madhabahu ya kichawi ambapo kafara na ibada zingine chafu hufanyika huko. Vipi, wafahamu hilo? Sina fahamu kabisa. Hivi tunavyoongea, madhabahu hiyo chafu imesimama kwa ajili yenu. Cha kufanya ni kipi? Tunafaa kufanya maombi sasa hivi. Kwanza, kwa ajili ya watu wenu. Pili, kwa ajili ya rafiki yako. Ama uniruhusu niende nimfuate Willy kwanza. Hapana Mungu wangu, hatuna muda. Inuka tuombe, inuka kwa miguu yako tuombe. Mungu shina kutawala Bwana, tunavunja kila madhabahu zote za kishetani, kila ngome zote tunabomoa, kila falme zote tunaharibu katika jina la Yesu.
usiku, akili za usiku, akili za usiku. Kila mtu hupenda kuishi vizuri penye shida, usijali waza mazuri. Shida za dunia ndio husababisha yote haya.